wa meza ya Bwana. Umuhimu wa meza ya Bwana. Ibada ya meza ya Bwana ina majina mengi. Ina majina mengi. Kwanza inaitwa chakula cha Bwana kama sehemu ya jina linalowakilisha meza ya Bwana. Lakini pia huitwa karamu ya Bwana. Karamu ya Bwana. Ibada hii pia ina jina lingine huitwa sherehe ya Bwana. Hilo pia ni jina linaloeleza juu ya meza ya Bwana kama ibada. Sherehe ya Bwana. Lakini pia kuna jina lingine linaitwa Ekaristi. Hili ni neno la Kiyunani, Ekaristi, lenye maana ya shukrani kwa ajili ya ibada ya meza ya Bwana. Ekaristi. Pia huitwa ushirika, ibada ya ushirika. Ibada ya ushirika. Mwinjilisti Luka kwenye kitabu chake cha Injili ya Luka na kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, yeye huita ni ibada ya kumega mkate. Hivi ndivyo ambavyo mwinjilisti Luka yeye hutambulisha ibada hii kuwa ni ibada ya kumega mkate kwenye kitabu cha Injili ya Luka na sehemu chache kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa sababu Matendo ya Mitume imeandikwa pia na Luka. Sasa hii ibada ya meza ya Bwana ni ibada ya namna gani? Tunapozungumza juu ya meza ya Bwana tuna maana gani hasa? Ibada ya meza ya Bwana ni ibada maalum ya kula kipande cha mkate kuwakilisha mwili wa Yesu. Ibada maalum ya kula kipande cha mkate kuwakilisha mwili wa Yesu, na kunywa divai inayowakilisha damu ya Yesu ya agano jipya. Ya agano jipya. Hii divai huwakilisha damu ya Yesu ya agano jipya. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 na ule mstari wa 23 hadi 25. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka pale mstari wa 25. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya. Agano jipya. Mwandishi anajua kabisa kwamba kuna agano lingine ambalo sio jipya, huitwa agano la kale, lakini hapa sasa Yesu anazungumza juu ya damu yake kuwakilisha agano jipya. Katika damu yangu fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Katika andiko hili tunaona mkate ukiwakilisha mwili wa Yesu, lakini pia tunaona divai ikiwakilisha damu ya Yesu Kristo ya agano jipya. Ibada ya meza ya Bwana ni kujiungamanisha katika mwili na damu ya Yesu kuwa kitu kimoja. Kujiungamanisha, kujishikamanisha, kujiambatanisha na mwili na damu ya Yesu Kristo, na hatimaye kuwa mwili mmoja. Unaposhiriki ibada ya meza ya Bwana, kile kikombe cha divai ambayo tayari imebadilishwa na kuwa damu ya Yesu, unapotumia damu hiyo
inakwenda moja kwa moja kushikamana na wewe, kuchanganyikana na wewe, kujiambatanisha na wewe. Sasa hapo hakuna tena kutenganisha kwamba huyu ni fulani na hii ni damu ya Yesu. Solongo umeitumia kwa imani, maanake damu hiyo imeambatanishwa na wewe moja kwa moja. Alikadhalika pia na mwili ambao ni mkate, unapotumia katika hali hii ya meza ya Bwana, mwili wako unajishikamanisha na mwili wa Yesu Kristo. Kusudi kuu la ibada ya meza ya Bwana, kusudi kuu la kwanza kabisa ni kukumbuka mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, ambamo ndani yake tuna uzima wa milele. Kukumbuka mateso, kifo pamoja na ufufuko wake Yesu Kristo, ambamo ndani yake tuna uzima wa milele. Kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 20. Luka sura ya 22 mstari ule wa 19 hadi 20. Luka 22:19 hadi 20. Tupeleke hapo. Anasema, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa ukumbusho wake Yesu. Kumbe kila tunaposhiriki meza ya Bwana tunalitaja kusudi hili la kwanza la kumkumbuka Yesu katika mateso yake, kifo chake, lakini pia na kufufuka kwake Yesu Kristo. Na hapo ndiko mahali ambako sisi tulioamini ushindi wetu upo hapo. Hapo ndiko mahali ambako kiini cha imani yetu kipo hapo, kwa sababu kama Yesu asingelifufuka, manake wokovu wetu ni bure. Lakini kwa kuwa aliteswa akafa, siku ya tatu akafufuka katika wafu, hapo tuna ushindi, hapo tuna ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Tunao namna kusonga mbele na tukafanya yoyote tuyatakayo kwa maongozi yake Yesu, na tukapenya mahali ambako hapapenyeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, mfanye kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20 anasemaje tena, mtu wa Mungu? Katika mstari wa 20 andiko hili anasema kikombe. Ametaja mkate kwenye 19, sasa pia analifaa hapa kwenye eneo la kikombe, nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inaomwagika kwa ajili yenu. Lakini kusudi nyingine la pili ni kutengeneza ushirika wa kiroho, kutengeneza ushirika wa kiroho pamoja katika mwili na damu ya Yesu. Kutengeneza ushirika wa kiroho wa pamoja, ushirika wa kiroho wa pamoja, kwa sababu tunashiriki wote kwa pamoja. Ushirika wa kiroho wa pamoja katika mwili na damu yake Yesu. Nikupitisha kidogo kwa muda huu mfupi historia walau kidogo tu. Hii meza ya Bwana ilitokea wapi? Nani ameileta? Imekuwaje? Kwa nini leo pia na sisi wa Pentekoste ni moja ibada yenye nguvu, moja ibada ambayo tunayo hata wakati huu pia. Historia yake ilikuwaje hasa? Historia fupi tu ya meza ya Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18. Mwanzo 14 mstari ule wa 18. Tunaona hapa ndio mwanzo kabisa wa mkate na divai kutajwa kwenye maandiko matakatifu. Huu ulikuwa ni wakati ambao kabla ya Torati au sheria. Kwenye Biblia kuna vipindi vikuu vitatu, kwa ukumbusho tu uliwezi kutaka hapo. Kwanza, kuna kipindi cha kwanza kinaitwa kipindi cha mababa, kipindi ambacho hakuna sheria. Mababa wakina Ibrahim, ule mwanzo kabisa Mungu anazungumza na watu wake, kinaitwa ni kipindi cha kwanza. Lakini pia kuna kipindi cha pili, kipindi cha Torati, kipindi cha Musa na kuendelea mbele, kipindi cha sheria. Lakini kuna kipindi cha tatu, ni kipindi cha neema, kipindi ambacho hata leo pia tupo hapo. Sasa hili andiko tunakwenda kusoma linatueleza
kipindi cha kwanza kabisa, msimu wa kwanza kabisa, mambo yale ya kwanza kabisa yanatajwa hapo kwenye Mwanzo 14:18. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Huyu Melkizedeki ndiye alileta mkate pamoja na divai, na maandiko yanasema alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, kuonesha kwamba meza hii ya Bwana ilianzia huko, haukuwa mpango wa mwanadamu. Tangu kipindi cha mababa tunaona divai pamoja na mkate vikitajwa hapa. Sasa kitu cha kujifunza hapa kikubwa sana katika historia hii, tunamwona huyu Melkizedeki ambaye anatajwa ni mfalme wa Salemu. Huyu mfalme wa Salemu anatajwa sifa zake kwenye Waebrania ile sura ya 7 kuanzia mstari wa 1. Utasoma mwenyewe kwa muda wako, hatuna muda kupitia kila kimoja kimoja. Waebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa 1. Anatajwa kwamba ni mfalme wa haki, tena ni mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Huyu mfalme Melkizedeki anatajwa pia hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Kwa sifa hizi tunamwona Melkizedeki hakuwa mwanadamu wa kawaida, kwa sababu huyu hana baba, hana mama, hana mwanzo, hana mwisho, adumu milele na ukuhani wake. Bila shaka Melkizedeki hapa alikuwa ni mfano wa Kristo Yesu, na kama Melkizedeki alikuwa ni Kristo Yesu, inaonesha meza ya Bwana aliyeiweka, aliyeileta, aliyeianzisha ni Yesu Kristo, au tunasema ni Mungu mwenyewe ambaye ameianzisha, ameileta meza ya Bwana. Na chochote ambacho Yesu amekileta, ujue kina manufaa makubwa kwetu, ujue kina faida kubwa sana kwetu, si kwa kanisa tu, bali kwa mtu mmoja mmoja anayeshiriki kile ambacho Yesu amekileta. Sema amen. Na ndio maana leo tunataka tukajifunze walau kanuni chache, faida chache za meza ya Bwana. Sasa hapa Melkizedeki yeye ndiye ambaye alileta meza hii ya Bwana, divai pamoja na mkate. Kipindi cha Agano Jipya, Yesu mwenyewe pia aliweka meza ya Bwana, karamu yake ya mwisho, siku moja kabla ya mateso, siku moja kabla ya kuteswa kwake, siku moja kabla ya Ijumaa Kuu, Yesu akala karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuonesha jambo hili sio jambo la mwanadamu, bali jambo la Mungu Baba. Hata wana wa Israeli kabla ya kutoka utumwani Misri, maandiko yanasema usiku ule kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 yote, usiku ule wakara karamu ya Bwana wakaishiriki wana wa Israeli. Kuonesha imeanza kutajwa kuanzia kwenye kipindi cha mababa, Agano la Kale, lakini pia kwenye kipindi cha Agano Jipya. Na Yesu naye alishiriki hiyo meza ya Bwana kabla ya mateso yake. Kwa nini kabla ya mateso yake? Ni kwa sababu kwenye kipindi cha Agano la Kale yule mwanakondoo aliyetolewa alipaswa aliwe usiku. Kesho yake ni Pasaka, kesho yake ni ukombozi wa wana wa Israeli. Kwenye kipindi pia cha Yesu, Pasaka anaila usiku, karamu ya Bwana, meza ya Bwana anaifanya usiku, ili kesho yake ni ukombozi, kesho yake ni Pasaka, kuonesha kwamba kesho hiki ambacho nakifanya hapa kwa mambo ya nadharia, kesho kinafanyika katika uhalisia. Huo mwili utakuwa ni mwili wangu mimi, na hiyo damu ni damu yangu mimi, na kwa hiyo ukombozi utakuja kwako. Kwa hiyo watu wote watakao muamini na kumpokea Yesu wataokoka. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Na ndio maana Yesu akaachilia nafasi kidogo, walau Alhamisi afanye tukio hilo,
ili Ijumaa ukamilisho wa kile ambacho ukifanya kiweze kuonekana dhahiri. Tupitie sasa faida walau chache tu kwa muda ambao niko nao kwa ufupi. Faida ya kwanza kabisa ya meza ya Bwana ni uponyaji kupitia damu yake Yesu. Hii ya kwanza na ni ya muhimu sana. Uponyaji kupitia damu ya Yesu. Kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari ule wa 5. Isaya 53 mstari ule wa 5. Tunalifahamu andiko hili tulio wengi. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake damu ya Yesu imebeba uponyaji wetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa uponyaji huu tunaupata kwa damu ya Yesu Kristo. Unahitaji imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji uwe na imani, ukiamini hivyo ndivyo ilivyo. Kile ambacho Yesu amekisema kimefanyika na kimeandikwa sawa sawa na Isaya hii 53:5. Unaamini ya kwamba hivi ndivyo ambavyo nami leo nakwenda kuponywa. Ndugu zangu, tunazo shuhuda za watu ambao wamepokea uponyaji waliposhiriki meza ya Bwana, kwa sababu kile wanachotumia sasa sio divai tena, kimegeuzwa tayari, imekuwa damu kamili ya Yesu Kristo. Na kwa damu kamili ya Yesu huleta uponyaji ndani ya mtu. Inawezekana pia kwako mwenyewe katika mwili wako, nasema nasikia hapa, nasikia pale, panauma, najisikia vibaya. Lakini ukiweka imani sawa sawa na Isaya 53:5, unaposhiriki meza ya Bwana, nataka nikuhakikishia kwamba uponyaji unakuwa ni sehemu yako na unaponywa katika jina la Yesu Kristo. Yaani bila shaka, bila hofu, kwa sababu uponyaji upo ndani ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameachilia nguvu ya uponyaji kwenye damu yake. Na yoyote mwenye kuitia nguvu hiyo, hiyo nguvu inafanya kazi, inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hapa tutakaposhiriki mwili na damu ya Yesu, hii fakta ya kwanza, hii faida ya kwanza, nataka ukaiombe sawa sawa na maelekezo ya mchungaji atakayesimama hapa. Yaani unang'ang'ana kwamba Mungu, naomba pia ukanikumbuke na mimi, ukaniponye Bwana. Ulichosema kwenye Isaya ni amina, tena ni kweli, nami ni zamu yangu leo. Niponye Bwana kwa damu yako, nigange moyo Bwana kwa damu yako, niondoe mahali pa mateso, pa maangamizo, mahali penye ugonjwa kwa damu yako. Unaamini, unaomba, alafu Bwana anakuinua, anakuponya kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Sema amina. Sema nimepokea, na damu ya Yesu imeniponya na itaendelea kuniponya leo nitakaposhiriki meza ya Bwana. Makofi mengi kwa Yesu. Hii ni ya kwanza na ni ya muhimu juu ya uponyaji. Labda niseme kidogo kabla kwenda ya pili. Tunaposema uponyaji, hatuna maana ya eneo moja kwamba labda mwili tu. Wakati mwingine akili. Najua afya akili ni muhimu. Bwana asifiwe sana. Wengine ukamato kwenye akili, kwenye ufahamu wao, imekuwa ni ugonjwa kwao. Wengine nafsi imeshikwa mahali fulani, imekamatwa mahali fulani. Kwa hiyo uponyaji unagusa kote kwenye akili, unagusa kwenye mwili, kwenye nafsi, maeneo yote kupitia damu ya Yesu Kristo. Lakini la pili, faida ya pili, meza ya Bwana hufungua lango la baraka. Fungua lango la baraka. Kitabu cha Mwanzo, lile andiko letu la msingi, Mwanzo 14 mstari ule wa 18 hadi wa 19. Mwanzo 14:18, tunamwona Melkizedeki akimbariki Ibrahim. Alimbariki wakati wa meza ya Bwana,
alipoleta mkate pamoja na divai, hapo ndipo Melkizedeki akaachilia baraka. Vitu hivi viwili vimefanyika wakati wa divai, wakati wa mkate. Baraka za Mungu kwenye mstari ule unaofuata wa 19, tunamwona Melkizedeki akitamka baraka, kuonesha kwenye meza ya Bwana kuna lango la baraka. Lango la baraka. Kuna namna Mungu achilia neema yake, wepesi wake kwa mtu ambaye anashiriki kikamilifu. Anasema akambariki, akasema Abraham na abarikiwe. Sasa neno Abraham hapo unaweka jina lako. Gaspar, we jina lako si nani? Hebu tusome alafu weka neno lako. Tuanzie hapa kwenye mstari wa 19. 1 2 3. Akambariki akasema Gaspar. Usiseme Gaspar, sema la kwako. Bwana asiwe sana. Vipi, kodi imeondoka nayo? Haya, nataka hapo weke jina lako wewe hapo kwenye Abraham. Twende turudie tena. Akambariki akasema umebarikiwa. Bwana asiwe sana. Na hivi ndivyo ambavyo Mungu achilia baraka kwenye meza ya Bwana. Baraka ni pana sana. Baraka tunasema ni nguvu iletayo mafanikio. Nguvu inakuwezesha kufanikiwa zaidi. Unapata wepesi. Bwana Yesu asiwe sana. Na baba amekuwa akieleza vizuri sana kwenye eneo hili la neno la baraka, tafsiri yake. Lakini fahamu ya kwamba meza ya Bwana inafungua neema, inafungua baraka. Lakini faida nyingine ya tatu kwa haraka ni kufunguliwa. Kufunguliwa kutoka kwenye vifungo. Kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 30 hadi wa 31. Luka 24:30 hadi 31. Kufunguliwa. Na tunaonaga watu wakifunguliwa wanaposhiriki meza ya Bwana. Kwenye kitabu cha Luka hapa tunaona kitu fulani tofauti kinachowezesha kufungua. Anasema katika kitabu cha Luka sura ile ya 24:30, anasema ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, huyo ni Yesu, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Nini kilifuata baada ya hapo? Mstari wa 31. Yakafumbuliwa macho yao. Yalikuwa yamefungwa. Walikuwa wajui huyu anayezungumza ni nani. Lakini baada ya Yesu kumega mkate, kufanya tendo hili, tunaona tukio linalofuata, wakafumbuliwa. Hii kufumbuliwa macho ni sawa kabisa na leo mtu ambaye amekamatwa kwenye eneo fulani, ameshikwa na nguvu fulani za giza. Kwa kupitia meza ya Bwana kuna kufumbuliwa, kuna kufunguliwa, kuna kuwekwa huru. Kwa damu ya Yesu pamoja na mwili wake, yeye hutuweka huru. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Ukipokea imani hii na kumwambia Mungu, nimekuwa nikihangaika kwenye eneo moja kwa miaka na miaka, leo nataka unifungue Bwana. Kama uliwafungua hawa watu waliposhiriki ule mkate, ukaubariki, ukawapa, macho yao kafumbuka, nami nifumbue macho yangu, nami fumbua njia zangu, nami fungua maisha yangu, fungua kazi yangu, fungua biashara. Yani unaomba ukimaanisha kwamba Bwana, nami naomba kanifungue leo kwa chakula hiki cha kwako Bwana, mambo yangu yawe huru, na yanakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema nimeelewa. Faida nyingine ya ngapi hiyo mnaoandika? Haya, ya 4, kuhuisha miili yetu au kufanya upya miili yetu. Kuhuisha miili yetu au kufanya upya miili yetu. 5, kuimarisha ushirika kati yetu sisi na Kristo. Kuimarisha ushirika kati yetu na Kristo. Andika haya maandiko, utaenda kusoma mwenyewe kwa muda wako. Yohana sura ile ya 6 mstari wa 56. Yohana 6:56. Lakini pia Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 16
hadi wa 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16. Hayo maandiko yanatueleza namna ya meza ya Bwana inaleta faida ya kiushirika kati yetu sisi na Kristo. Hebu naomba tusome tu ili andiko moja kwa haraka. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10, tusome hilo andiko. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 mstari wa 16, tuone namna ambavyo meza ya Bwana inaimarisha, inajenga ushirika kati yetu sisi kama washirika wa Kristo, lakini pia pamoja na Kristo. Kikombe kile cha baraka tukibarikiacho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Mstari wa mwisho wa 17 anaeleza kikombe na mkate. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi cha meza ya Bwana wakati wa Kiyahudi kulikuwa na mkate mmoja mkubwa. Yaani hapakuwa na leo hii sasa kwamba kuna vipande vidogo vidogo vimetengenezwa na mashine. Kulikuwa na mkate mmoja likubwa ambalo hilo litapita hapa kitakatwa kutoka kwenye mkate mmoja. Kwa hiyo wote ninyi mmekula mkate huu mmoja. Mnaungamanika kiushirika kwenye mkate mmoja. Alikadhalika pia kwenye divai hivyo hivyo. Ilikuwa ni moja alafu itatembea kote, lakini inaanzia kwenye sosi mahali pamoja. Sasa hapo palikuwa na maana ya kuimarisha ushirika. Ushirika tulionao leo wa kwanza kabisa ni ushirika huu tulionao hapa baina ya mtu na mtu. Bwana asiwe sana. Ndio maana sisi ni washirika wa kanisa fulani, ni waumini wa kanisa fulani. Tuna ushirika tulionao kati yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Katika ngazi ya kwanza ya ushirika, kuimarishwa kwake kunatokana na kushiriki mwili na damu ya Yesu. Tunaungamanika zaidi katika ushirika tulionao. Lakini ngazi ya pili ni ushirika wetu pamoja na Kristo. Ule uhusiano wetu wa karibu pamoja na Kristo kupitia mwili wake na damu yake vinavyochangamana, manake mahusiano yetu ya kiroho pia yanaimarishwa zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Mmenipata vizuri watumishi wa Mungu? Amen. Makofi tena kwa Yesu. Asante. Asante. Faida nyingine ni kujenga umoja na upendo kati yetu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42, kujenga umoja na upendo. Matendo ya Mitume 2:42. Lakini pia faida nyingine ni kutoa nafasi ya kushukuru kwa ajili ya baraka na wokovu unaopatikana kwa dhabihu ya Kristo msalabani. Kutoa nafasi ya kushukuru kwa ajili ya wokovu. Kutoa nafasi ya kushukuru kwa ajili ya wokovu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:24, Mathayo 26:27. Lakini pia faida nyingine ni kuitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kuitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Wakorintho wa kwanza 11:26. Tunaposema kuitangaza mauti, tuna maana ya tendo hili la kushiriki meza ya Bwana linatoa picha ya wazi kwamba Kristo aliteswa, akafa na akafufuka. Tendo hilo linatangaza umauti wa Yesu hata ajapo. Na kwa nini hata ajapo? Kwa wale wasomaji wa maandiko, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo unagundua kwamba kutakuwa na sherehe kubwa mbinguni, karamu kubwa mbinguni. Yeye mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo pamoja na wateule wake hapo baadaye. Hao wateule wake ni mimi na wewe ambao tuko pamoja na Kristo. Sasa hapo anasema hata ajapo, hata baadaye. Kile ambacho kinafanyika hapa ni picha hii ya kibinadamu, lakini ushirika huu utatuchukua mpaka kule kwenye karamu kubwa ya mwisho. Na hii karamu kubwa ya mwisho ni maombi yetu, kila mmoja afike pale. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja asiachwe, afike pale. Sema nitafika kwa jina la Yesu. Sema niko ndani ya Yesu, hakuna kitakachoniangusha.
kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Sasa namna gani tunashiriki meza ya Bwana? Namba moja, kujihoji. Wakorintho wa kwanza 11:28, tafadhali tupeleke hapo. Kujihoji. Hiyo ndio pointi ya kwanza ya namna ya kushiriki meza ya Bwana. Kujihoji, tusome hili andiko, nasema lakini mtu ajihoji mwenyewe. Umeona? Mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Sasa neno hili kujihoji, kama pointi ya kwanza ya kushiriki kwetu, ni namna ya kujipambanua, kutafakari njia zako, kuangalia mwenendo wako, kuangalia mkao wako wewe na Mungu umekaaje. Ni kweli kuna hali ya usafi ndani yako? Unajipambanua kabla ya kuja kushiriki. Ni pointi ya muhimu sana, kwa sababu usipojihoji hata kutubu, huwezi kutubu ipasavyo. Manake unaingia kutubu kwa sababu unaongozwa tu, lakini anayejihoji ana uwezo wa kuingia kutubu kwa kumaanisha. Ukijihoji, Roho Mtakatifu anakufunulia pia makosa yako, uovu wako, yale uliyoyafanya hapo awali, kwamba hata wewe umefanya hili. Kabla ya kushiriki mwili wangu na damu yangu, unapaswa utubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutubu ni hatua ya pili baada ya kujihoji. Watu wengi hatujihoji. Tunakuja tu kwa sababu tunaambiwa tuje mara moja. Kama ni toba, inakwenda tu juu kwa juu kwa sababu mchungaji anatuongoza pale mbele. Hapana, maombi ya toba ni ya kwako binafsi na Mungu, juu ya maisha yako mwenyewe. Mchungaji atakuongoza kwa sababu ni mchungaji, lakini wewe kabla ya kukuongoza, angalia maisha yako, kagua maisha yako. Ndio maana ya kujihoji. Lakini pointi ya pili baada ya kujihoji, nimekwambia kutubu. Baada ya hapo unapaswa kuingia kwenye toba, na tutaingia kwenye pointi zote hizi: kujihoji, lakini pia kuingia kwenye toba, tuweze kujisafisha kwa damu yake Yesu Kristo kabla ya kushika mwili na kula pamoja na damu yake. Hii ni hatua ya pili ya muhimu. Lakini kwa wale wengine ambao wana vipingamizi ambavyo vimekaa kwa muda fulani mrefu, labda mtu anaishi na mwanamke ambaye si mke wake, hujafunga ndoa takatifu, na mwanaume pia naye vivyo hivyo anaishi na mwanamke, yani mtu anaishi na mtu ambaye bado hajafunga ndoa takatifu. Huwa tunawashauri watumishi wa Mungu hawa wafanye au wahakikishe wanashughulikia vipingamizi hivi, ili wasizuiliwe kushiriki mwili na damu ya Yesu. Na ni rahisi sana, watumishi wa Mungu, niwaambie, kushughulikia kipingamizi hiki ni rahisi sana. Kwa nini ni rahisi sana, mchungaji? Kwa sababu wachungaji wapo hapa kanisani, tumepewa baraka, tunao wachungaji wawili wa ndoa. Tafadhali naomba niwasumbue watumishi wa Mungu, msimame. Pastor Deo yuko hapa, mchungaji wa ndoa, au apungie tu mkono hivi. Yes, labda wengine hawafahamu, huyu hapa ni mchungaji wa ndoa kanisa la Beloya. Jamani, makofi kwa Yesu. Yes, lakini pia Pastor Julie hapa, mama yetu huyu, naye ni mchungaji wa ndoa. Makofi mengi kwa Yesu. Sasa kwa vipingamizi ambao unasema huu ni mwaka mwingine wa pili ama wa tatu ama wa nne, sishiriki chakula cha Bwana kwa sababu ya kipingamizi hiki, tafadhali kimbilia kwa wachungaji hawa, watakusaidia utoke kwenye kipingamizi hicho, ili wakati ujao uwe sehemu ya baraka hizi. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Tunazo hazina hizi, tuzitumie kwenye eneo la ndoa na mahusiano. Sema amina. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Na lingine la mwisho ni kuomba. Maombi yako binafsi, unaomba unapotumia mwili na damu ya Yesu, unaomba. Haya mengine tuyaishie hapa. Unaomba. Sasa una maombi yako binafsi mengi, ambayo mengine tutaongozwa na mchungaji, lakini mengine ni ya kwako mwenyewe, sawa sawa na ufunuo ambao umeupata hapa. Kile ambacho unataka Mungu afanye kwako, ndio wakati wa kuzungumza naye. Unaposhika mwili wake na kumwambia Mungu, naomba unisaidie, mwili wangu umekuwa na udhaifu sana. Ukichangamana na wewe leo hii, udhaifu kaondoke. Kanisaidie Bwana, damu yangu hii nilionayo yenye DNA ya kawaida hii ichangamane na DNA ya kiungu, ili utakatifu, ili maisha safi yaanze kuanzia leo. Na ukiomba hivyo, Mungu ni mwema, ni mwaminifu,
anafanya zaidi. Sema amina. Chapie Bwana Yesu makofi mengi. Naomba tusimame muda huu kabla ya kumleta baba apostle. Simame kidogo, fanya haya maombi kidogo, alafu nitamleta baba apostle. I hope so far kuna kitu fulani umepokea, si ndio watumishi wa Mungu? Yes. Tusimame mahali tulipo, simama mahali ulipo. Alafu nyosha mikono yako juu hivi mbele za Bwana. Sema Bwana Yesu, nipo mbele zako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ibada hii ya meza ya Bwana. Najua ya kwamba kupitia ibada hii kuna uponyaji wangu umeuandaa, kuna kufunguliwa lango la baraka la kwangu mimi umeniandalia, kuna kufunguliwa vifungo vya kwangu mimi umeniandalia, kuwa mtu mpya kwa jina la Yesu. Umeniandalia kuimarisha ushirika kwa kwangu mimi na wewe Bwana. Umeniandalia kuimarisha upendo. Bwana Yesu, ninakushukuru. Hebu nenda mbele za Bwana, mshukuru Bwana katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya neno hili Bwana. Mungu wangu na baba yangu, wewe ni Mungu ambaye unaniandalia ushirika na wewe. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ushirika huo ambao Bwana atakwenda kumega mkate na kunywa divai. Mungu wa mbinguni, kwa uweza wako na nguvu zako, nakushukuru kwa kuwa Bwana upendo wako ndio uliofanya uniandalie yote haya kwa ajili yangu. Asante Baba kwa baraka nitakazozipata kwa uweza na nguvu zako Bwana. Asante kwa nguvu zako, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Heshima ni zako Baba na uweza ni wako Bwana. Hakuna kitu chochote ambacho kitanizuia mimi kwa uweza wako Bwana. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya ibada ya meza ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na watu wa Mungu tuseme amen. Makofi mengi kwa Yesu. Naomba uketi kidogo, nimlete baba, naye ana sehemu ya kwake. Nimshukuru Mungu wakati baba anapanda hapa mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya neno hili. Pokea sifa na utukufu. Asante Bwana kwa kunitumia kama chombo tu, nami Bwana nimepokea leo. Pokea sifa na utukufu Bwana. Ninaomba Mungu, yale yote ambayo tunakwenda kuomba hapo baadaye yakawe dhahiri ndani yetu, tukayapokee sawa sawa na neno. Sifa ni zako na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba ya yote, tukiamini na kushukuru, na watu wa Mungu tuseme amen. Makofi mengi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ya muda tutakwenda haraka kidogo, lakini nataka niseme kitu kwamba neno ambalo mtumishi amelifundisha ni neno muhimu sana. Unaposhiriki kwenye ibada ya meza ya Bwana, kila kitu kinakwenda kuleta matokeo kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Yote aliyofundisha yale, ili yaweze kudhihirika kwenye maisha yako, kwenye mwili wako, ni lazima kwanza uamini. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kurudia kwa sababu ya muda, lakini imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo hayaonekani. Nakupa mfano. Kuna mtu anakudai, halafu unampigia simu unasema nimesha kulipa, nimeingiza kwenye akaunti yako bwana. Siku nilipokupa account ulisinipa account number, nimeshaingiza, ngoja nikutumie basi kwenye WhatsApp yako bwana, uweze kuona mimi nimesha tumbukiza zile hela, nimekulipa. Hebu niletee hiyo. Sasa unamtumia ile kopi. Hajaenda benki kuuliza, lakini akiona ile na muhuri wa benki imegongwa ile mihuri, anajua hizi hela zimeingia. Kama kutakuwa na shida sasa, sio huyu mlipaji, itakuwa ni benki, lakini yeye ameshalipa. Hajaona zile hela mkononi mwake, lakini anaamini kutokana na nini? Ile deposit slip ambayo atakuwa ameletewa. Haleluya, haleluya. Sasa
kwenye mambo haya ni vivyo hivyo. Hapa kitu cha muhimu sana ni kutengeneza fikra zako kwamba unapokuwa unakula mkate, amini kwamba mkate ule ni mwili wa Yesu. Unajiambatanisha, mwili wa Yesu unajiambatanisha na mwili wako wewe. Kama umefunga macho unatafuna sasa kwamba mwili wako wewe unaambatanishwa na mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu uko ndani yako sasa. Wewe ni mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukianza kutafakari kama mwili wa Yesu umeunganishwa, umechanganyikana na mwili wangu mimi ni mtu mpya, ya kale yamepita, mimi ni mtu mpya sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu sasa, hiyo tunaokunywa hapo sio damu ya Yesu, hiyo ni divai, lakini tunakwenda kunywa tumegeuza pale ndani, tukageuza mkate kuwa mwili na divai kuwa damu ya Yesu. Kwa hiyo unapokunywa unaamini kwamba nakunywa damu ya Yesu, lakini damu ni uhai. Bila damu mwanadamu anakufa. Kwa hiyo unapokunywa damu ya Yesu, ina maana kwamba unatengeneza sasa maisha yako. Kwanza unaimarisha maisha yako, lakini unakuwa na afya mpya ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba sasa wewe, ile damu ya Yesu inachanganyikana na damu yako wewe, ina maana una maisha, unaimarisha, sio mwili tu, pamoja na damu ya Yesu. Sasa mimi niko kama Kristo Yesu vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumesomewa hapa mistari kwenye Isaya kwamba kumbe kwa kupigwa kwake Kristo Yesu sisi tumepokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uamini magonjwa yako. Sasa hapa ni wewe na akili zako na moyo wako, kwamba nakula mwili wa Kristo halafu na kunywa damu yake. Inapochanganyikana, mimi napokea uponyaji, kwa kule imeandikwa kwa kupigwa kwake Kristo Yesu sisi tumepokea uponyaji. Sasa ukisita, hakuna kinachotokea. Wewe endelea kuamini kwamba umepona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunaingia kwenye ibada hii moja kwa moja sasa hivi, kwa sababu neno ameshalitoa mtumishi. Sasa tuendelee kwenye ibada yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sifa za washiriki kama alivyosema mtumishi ni kwamba kila mtu kwanza ana haki ya kushiriki ibada hii, lakini kwanza kabisa lazima ujihoji, na ndio maana kabla hatujaanza tutaingia katika toba. Lakini mtumishi amesema hapa, wale ambao wanaishi pamoja bila ndoa, ina maana hawa hapana. Mwingine yoyote, tunaingia kwenye toba. Tunapoingia kwenye toba, utubu kutoka kwenye sakafu ya haya ni maandalizi. Utubu kwenye sakafu ya moyo wako, uombe toba, uonyeshe kwa unajutia dhambi zako. Lakini nitakapokuongoza nitakwambia hivi, utubu dhambi ninazozikumbuka na nisizozikumbuka, ninazozijua na nisizozijua. Ina maana kwamba inawezekana kuna dhambi umefanya wewe, lakini umesahau, hujaitaja. Kwa hiyo unamwambia Mungu akurehemu dhambi ulizozifanya, unazozikumbuka na usizozikumbuka. Lakini unaendelea tena, dhambi ninazozijua na nisizozijua.
kuna dhambi nyingine jamani, hatujui kama ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka nadhiri kwamba mimi nakwenda kutoa shilingi fulani kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, halafu hujatoa. Hiyo ni nadhiri. Biblia inakuambia hivi, usipoiondoa inageuka kuwa dhambi, wewe hujui. Sasa ili uwe safe kabisa, ili matokeo ya ibada hii yaweze kudhihirika kwenye maisha yako, ni bora ukajitoa dhambi ninazozijua na nisizozijua. Mungu wetu jamani ni mwema. Anasema dhambi zenu japo zingekuwa nyekundu kama bendera, mimi nitawasamehe na kusahau kabisa na kuwaona kana kwamba hamjawahi kunikosea. Jamani, upendo gani huo? Ni huruma gani hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, lakini sasa hebu jitoe, mwambie kabisa dhambi ninazozijua na nisizozijua. Bwana Yesu asifiwe. Nazozikumbuka na nisizozikumbuka. Haleluya. Ili kusudi utoke. Nakwambia hivi, kama utafuata mtiririko huo, utakutana na makusudi ya Mungu ambayo mtumishi ameeleza vizuri hapa. Kwa nini kuna ibada hii? Ibada hii ni kitu gani hiki? Tunafanya nini hiki? Sitaki kurudia huko, naomba tusimame. Lakini jambo muhimu ni kujihoji kwanza mwenyewe. Kuna eneo gani ambalo wewe unaona uingie kwenye toba? Bwana Yesu asifiwe. Eneo gani hilo, ili kusudi uingie kwenye toba? Haleluya, haleluya. Ngoja tuanze. Wakati unajiandaa mwenyewe hapo, ni muhimu sana. Wale ambao wanaruhusiwa kushiriki ni wale waliookoka tu, waliompokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ni moja. Lakini mbili, inasema wale waliosamehewa dhambi. Kwa hiyo tunaingia sasa kwenye toba. Mimi nitakuongoza ili kusudi usipotee, lakini unaweza kurudia mwenyewe. Nitakupa muda uingie mwenyewe uanze kutubu peke yako, lakini naomba nikuongoze. Sema: Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako, ninatubu dhambi zangu zote nilizozitenda. Baba, katika jina la Yesu, mimi sijakamilika, moyoni mwangu sijakamilika. Ndio maana ninakiri kwamba mimi ni mkosefu. Mama yangu alinizaa katika dhambi. Na kuja mbele zako sasa kwa unyenyekevu mkubwa, naomba rehema kwa ajili ya dhambi nilizozitenda. Mungu mtakatifu wa mbinguni, wewe ni Mungu mwenye huruma, mwingi wa rehema. Wewe si mwepesi wa hasira. Na kuja mbele zako, naomba unihurumie, unisamehe, unifutie dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka, ninazozijua na nisizozijua. Peleleza moyoni mwangu Baba. Naomba kwa damu takatifu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, damu ile iliyomwagika pale msalabani, unioshe, unisafishe, unitakase kabisa, niwe mweupe kama sufu, niwe mweupe kama sufu. Katika jina la Yesu naomba unirehemu, uniachilie kabisa, unione kana kwamba sijawahi kukukosea, sawa sawa na ahadi yako. Hebu sasa kwa maneno yako mwenyewe tamka maneno hayo, yatoke moyoni mwako, usiigize. Mimi nimekuongoza tu. Hebu endelea na kupa dakika mbili mwenyewe, kimya kimya, ukitaka kutamka tamka. Jihoji dhambi zako.
Tamka dhambi ambazo umezitenda. Umesema uongo, hukusamehe waliokukosea, umepanga kulipa kisasi au umeshalipa kisasi. Tubu zote. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, Baba yetu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu unayeshughulika sana na maisha yetu. Baba, upendo wako na huruma zako zimezaa neema ya namna ya ajabu. Tunakushukuru kwa kuwa umeahidi, na wewe ni Mungu unayekaa kwenye ahadi zako, kwamba tunapotubu wewe unatusamehe na kusahau kabisa na kutuona kana kwamba hatujawahi kukukosea. Baba, tunakushukuru kwa kuwa tunaamini hata sasa tuko katika uhusiano mzuri na wewe. Asante Baba kwa upendo wa namna hii wa ajabu kabisa, kwa neema hii. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu wote. Amen. Amen. Tunaingia kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili, basi naomba tusogee hapa mbele. Tutapanga mistari miwili hapa mbele ili kusudi tuanze sasa. Hakikisha kwamba uko vizuri kiroho. Simama hapo mbele. Narudia, imani ndiyo msingi wa kupokea majibu na majawabu. Imani yako itakushangaza wewe mwenyewe. Unayo magonjwa, unakunywa damu ya Yesu. Ukiamini damu ya Yesu Kristo yule yule inaingia ndani yako, inatakasa kabisa mwili wako na kufanya upya. Magonjwa hakuna tena. Ukiamini hivyo, inatokea, unajikuta umepona. Lakini damu ya Yesu inatakasa dhamiri. Inatakasa dhamiri. Dhamiri, yule mtu wa ndani yule anayekusuta kwenye dhambi. Ukitaka kufanya dhambi unasutwa, unahukumiwa ndani kwa ndani. Dhamiri inatakaswa kwa damu ya Yesu ili uweze kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Haleluya, haleluya. Jihoji mwenyewe hapo ulipo, ni eneo gani linakutesa katika dhambi? Unashindwa kuacha.
Hebu jitamkie na kwenda kunywa damu ya Yesu. Naamini dhambi hii imekuwa ikinitesa sasa itafifiishwa, nitakuwa nikihukumiwa na dhambi hii sitaitenda tena. Kuna watu wengine wana hasira sana. Neno linasema hasira hukaa kwenye vifua vya wapumbavu. Kuna watu wengine wameshikilia watu, wanashindwa kuwasamehe. Hebu, na unaposhindwa kusamehe, madhara yake ni makubwa sana jamani. Magonjwa ya mwilini, vidonda vya tumbo, sijui nini, inakuja mpaka kansa, kwa sababu wewe mwilini mwako kule kumesinyaa. Kuna watu umewashikilia, si watu wangapi, 100, 50, 20. Ukimwona moyo unapiga, ina affect afya yako. Jitamkie sasa, unapokunywa damu ya Yesu, unajua sasa na mwili wa Yesu na kuwa sawasawa na Yesu vile vile alivyokuwa, na mimi nakuwa kama yeye. Nitakuwa mvumilivu, nasamehe watu ambao wananikosea. Biblia inasema hakuna kosa lisilosameheka. Samehe 7 mara 70. Hasira hukaa kwenye vifua vya wapumbavu. Huu ni wakati, funga macho yako, sema na dhamiri yako vile alivyokuwa Kristo Yesu, na mimi niwe vile vile, nitakaswe kwa damu ya Yesu, na mwili wangu ufanywe upya kupitia mwili wa Kristo unaoenda kula. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari tu, tafakari jamani. Magonjwa mengi tunayapata kwa kukosa maarifa, kukosa kulijua neno la Mungu. Kila kitu kiko kwenye neno la Mungu. Umemaliza? Okay. Basi acha niombe. Bwana Yesu, wewe ulijitoa nafsi yako na mwili wako kwa ajili yetu sisi, ili tupate kukombolewa, ili tupate kuwa huru. Baba, ibada hii tunakumbuka vile ambavyo Waisraeli walitoka na kuelekea kwenye nchi ya ahadi, na sisi tumeanza safari ya kiroho kuelekea mbinguni kwa Baba. Ibada hii tunakumbuka safari ya Waisraeli ilipoanza, na sisi tunaenenda mbinguni kwa Baba. Tunaomba pale ambako kuna ugumu wa namna yoyote katika maisha yetu, Baba, ukaachilie wepesi, ukatujaze kiu ya kulitafuta neno, ili tupate kuzijua njia zake Mungu wa mbinguni, ili tuwe watendaji wa neno
ili tupokee uwepo wake Mungu mtakatifu, nguvu zake Mungu Baba, ili Mungu wetu na Baba yetu tukaweze kushinda kila hila za shetani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakwenda kula na kunywa, kula mwili wa Kristo Yesu na kunywa damu ya Yesu, ili tujiambatanishe kabisa na Kristo Yesu, vile alivyokuwa, na sisi tuwe hivyo hivyo, kila mmoja wetu. Kristo Yesu alishinda dhambi, neno lake likatende kazi kwenye maisha yetu. Asante Baba kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako. Wewe ni Mungu unayekaa kwenye ahadi zako. Ahadi zako ziko kwenye neno lako Baba. Naomba kila mmoja aliyesimama mahali hapa apokee sehemu yake sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu kwa upendo wako. Ni katika jina lako takatifu Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Tunaenda sasa kugawa mkate, umeshagawiwa na divai unayo. Tunakwenda sasa kuanza na kula mwili wa Kristo Yesu ambao ni mkate. Na mimi nakwenda kusoma neno. Naomba tunaanza kula mkate, kula mwili wa Yesu. Usinywe damu ya Yesu kwanza. Unakula mwili wa Yesu ambao ni mkate, halafu tutakwenda kwenye hatua ya pili ambayo itakuwa damu ya Yesu ambayo ni divai ambayo umeishika kwenye mkono wako mwingine. Nakwenda kusoma neno. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23. Bwana Yesu siku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Naomba ule mwili wa Kristo Yesu. Kula, usinywe divai, kula mwili wa Yesu. Ingia kwenye maombi yako ya kimya kimya, kwamba sasa mwili wako unachanganyikana na mwili wa Kristo Yesu. Ujisikie uko tofauti, kwamba Kristo Yesu uwepo wake uko kwenye mwili wako. Mwili wa Yesu. Magonjwa yanahusika sasa, unapokea uponyaji. Kama una magonjwa unayoyajua, jitamkie sasa. Huu ni wakati wa kutamka, kuvunja na kuharibu na kubomoa, kusambaratisha na kuteketeza kabisa. Kataa huo ugonjwa, kataa. Omba. Jitamkie mambo mema, afya yako, maisha yako, matendo yako.
Haleluya. Tunaenda hatua nyingine sasa na kwenda kusoma mstari unaohusiana na damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni hiyo divai uliyeishika. Amini, unapoinywa unakunywa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Na kwenda kusoma Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 25. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Sasa naomba unywe damu ya Yesu, na unapokunywa amini unakunywa damu ya Yesu kweli kweli, na itaenda kuleta matokeo yaliyokusudiwa kama tulivyofundishwa, na zaidi ya hivyo, kwa kuwa Kristo Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu. Ile nguvu iliyomfufua Kristo katika wafu inatenda kazi ndani yetu. Mauti ilikuja kwa kumwagika damu yake, na wewe unakunywa damu yake. Ina maana unafanywa kuwa mtu mpya kabisa. Damu ni uhai, pasipo damu hakuna uhai. Kunywa damu ya Yesu. Endelea kwenye maombi. Omba, 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 usinyamaze. Sema kitu kinachohusu mwili wako, kinachohusu afya yako, maisha yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Yes. Yes. Wimbo wa utulivu kabisa. Kila mmoja mshukuru sana Mungu. Kila tunapoomba, ukiwa unashukuru, kuna nguvu ya ajabu inayozaa majibu na majawabu. Ondoa mawazo mtawanyiko. Mtizame Kristo Yesu tu. Mtafakari Kristo Yesu. Alikuwa ni mwanadamu kama wewe. Yes. Yes.
damu inanena mema, 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 oh, inanena mema, damu inatuokoa, damu inatuokoa, damu inatuokoa, oh, inatuokoa, damu inanena mema, iyo inanena mema, damu inanena mema, oh, inanena mema. Hebu mshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwamba umehudhuria ibada hii. Yes, shukuru kwa maneno yako. Usirudi, subiri, nifunge kwa maombi. Tuombe. Bwana Yesu, tusaidie tupate kuelewa na kuamini kwa dhati kabisa ukuu wa pendo lako kwetu na gharama kubwa ya kujitoa sadaka hadi umauti wako Bwana Yesu kwa ajili yetu, ili kila tunaposhiriki ibada hii ya karamu yako ya mwisho, tusaidie kutambua uwepo wako mahali hapa na yote uliotukirimia pale msalabani, pamoja na uzima wa milele. Tunaposhiriki na wewe katika mateso yako, achilia nguvu ya kuishinda dhambi na kutenda yaliyo mapenzi yako. Ni katika jina lako takatifu Kristo Yesu tumeomba, huku tukiamini na kushukuru. Tumepokea yote yaliyokusudiwa katika ibada hii, in the mighty name of Jesus, amen. Unaweza ukarudi kwenye kitabu chako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuendelee kwanza sehemu ya